Habari ya kila mmoja wetu asubuhi ya leo, ama hii siku ya leo, adhuhuri ya leo, jioni ya leo, kwa wale ambao wanatumia masaa yale mengine isipokuwa ni masaa ya East Africa. Tuko na nafasi mzuri sana kwa sababu ya siku hii ya leo, ambao ni siku ya pili kwa wiki kwa wale wanayohesabu kuanzia Jumatatu, na ambao ni siku ya tatu kwa wiki kwa wale ambao wanahesabu kuanzia Jumapili. Kila siku huwa na mambo yake, na kila mambo katika siku huwa na sababu yake. Katika maisha hatuishi bila sababu, na katika mwenendo wa safari ya maisha tunaenenda kulingana na njia iliyopo. Ndiposa mambo mengi ambao wanadamu huwa wanafanya, na hisi ama unasikia mwanadamu akisema ya kwamba anatafuta njia, anatafuta mwelekeo, anataka kujua atafika wapi, atafika kupitia kwa njia gani, kwa sababu wanadamu huwa wanatafuta njia katika maisha yote. Njia inapopatikana, mwanadamu hufurahi sana kwa sababu ataweza kufikia kile anachokihitaji kwa ule mpangilio uliopo na kwa njia inayoelekea katika mapato anayoyatafuta. Kwa hivyo katika haya mapato ni mapato ambayo yanaweza kumsaidia mwanadamu kuweza kujikidhi katika maisha yake na kujikidhi katika njia zake za maishani. Mwanadamu anapokosa njia ama anapokosa mwelekeo, huo mwelekeo unapokosekana, mwanadamu anabaki pale pale tu akijisuta, ama anabaki pale tu akisononeka, ama anabaki pale tu akishindwa la kufanya akiwa ameduaa. Pia kuna njia ingine mwanadamu anaweza kuipata, lakini anapoifuatilia inakuwa ni njia ambayo haimwelekezi kulingana na matarajio ama kulingana na matakwa yake aliyokusudia. Ndiposa Biblia inasema kuna njia mwanadamu huwa anaona ni njema, lakini mwisho wake ni kwa mauti. Mauti yanaponenwa katika hali ya mwanadamu, sio tu kifo, lakini ni maangamio. Mwanadamu anatafuta njia, anafuata njia ingine, akidhani njia hiyo itakuwa njema, bali inamwelekea katika matatizo, inamwelekea katika masononeko, inamwelekea katika masaibu, na haya yote yanafanya mwanadamu maisha yake akawa ni maisha ya kusononeka. Asielewe atarejelea nyuma namna gani aweze kaipata njia iliyo ya kweli, maana pengine njia aliyoifuata ni njia pana. Anielewa? Ndiposa Yeremia katika Yeremia 4 anasema, rejelea katika makutano ya njia ili uweze kujua ni njia gani unahitaji kuichukua. Katika maisha ya mwanadamu, jambo ambalo linakuwa ni ngumu sana, la uchungu, la utungu, la kuvunja moyo, ni kurejea katika njia. Kurejea katika makutano ya njia na kuweza kuitafuta njia iliyo mwafaka ya kumwelekeza mahala ambapo anatarajiwa awe amefika, ama mahala ambapo anakusudia kufika. Hiyo njia inapokosekana, ama njia ya kurejelea ama ya kurudi inapokosekana. Na hili linaweza tu kufanyika wakati mwanadamu anapata nafasi ya kuliwaza na kuweza kufanya mediation, ama kufanya utafiti wa ndani wa moyo wake na utafiti wa ndani ya kusudi ya maisha yake. Hili linapofanyika, mwanadamu lazima ajitenge na wanadamu wale wengine, haswa wale wamezoeana kila siku na kila wakati,
ili aweze kuwa na wakati wa kujiwaza, kujielewa, kuwaza ama kuliwaza na kuweza kujua kweli ni mahala wapi njia ilipopotea, akapita njia ya kumwelekeza katika maangamio. Anaporejelea pale katika makutano ya njia na anapopata njia iliyo ya kweli, furaha tele, ushindi, uwezo, nguvu, mamlaka, vyote vinakuwa vinamfuata na vyote vinakuwa ni urithi wake. Kwa hivyo, tunapoishi siku hii ya leo, pengine kunao wamepoteza njia, pengine kunao wako katika hali ya kujiliwaza, pengine kuna wao walio katika njia wanaona imenyooka, hawaelewi mwisho wake ni wapi, na kuna wengine wako kwa njia itakayowaelekeza katika lile kusudio la moyo wao. Njia inayoelekeza katika kusudio la moyo ni njia ambayo ni yenye machungu. Ukiitazama ni nyembamba, wakati mwingine unaona ni kama haiendi mahala popote, bali hiyo njia ndio itakufikisha kwenye uendako. Vyema ni kuielewa hiyo njia, pengine katika imani, pengine katika kiroho, pengine katika wewe kuelewa your origin, kuelewa vita vilivyopiganwa na kule ubako umetoka, katika vizazi vyenu, katika urithi wenu na katika mwelekeo wenu. Pengine unaweza kuwa wewe ndio umebarikiwa zaidi, lakini pia kuna mambo yanayokufuta nyuma hapa na pale. Unapopigana na yao, shida unapatikana tele. Ombi langu siku ya leo ni kwamba uelewe njia, uelewe hatua za kuchukua, uelewe jambo la kujiliwaza na uelewe jambo la maamuzi yanayokuelekeza. Pengine ulifeli mwezi uliopita, pengine ulifeli wiki iliyopita, pengine umefeli katika miezi iliyopita, ama katika siku ya jana ulifeli. Lakini si kumaanisha ya kwamba hauna uwezo, maana unaishi leo. Tafakari uone ni gani uliokosea, hatua ulizozichukua zilikuelekeza kwa njia ipi. Ujiliwaze, ujifahamu, uamke, ujikung'ute katika vumbi na uelekee katika njia njema. Lakini njia njema utaielewaje? Lazima you meditate, lazima ujiliwaze, lazima ujijue, lazima ujitafiti wewe mwenyewe, ujifanyie utafiti wewe mwenyewe, uelewe kusudi na mwelekeo wako. Katika haya yote basi, hali ya kiroho ni ya maana sana. Kaweza kujielewa ndani ya roho yako unachokihitaji zaidi, maana chenye moyo ndio taa ya maisha yako. Moyoni mwako ndipo kuna jicho linaloona maisha yako yalivyo, na linaloona vile inaweza tengeneza maisha yako, na linavyoona vile unaweza fanya marekebisho. Mara nyingi huwa tunangojea marekebisho kutokana na wanadamu wale wengine, lakini marekebisho yao inakuwa ni adhabu kali. Lakini unapofanya marekebisho mwenyewe, yaya marekebisho yanakuelekeza kwa maamuzi ambayo unayoyafanya, na kweli unaelewa maamuzi ya haki na yasiyo ya haki. Katika jambo hili lote, usikubali kuletwa chini na makosa uliyoyafanya ama na kufeli ulikofeli hapo mbeleni. Hata kama umefeli, sema kama kitabu cha Mika kinachosema, msifurahie adui zangu kwa sababu nilianguka,
maana hata kama nilianguka ama nimeanguka, nitasimama tena. Una uwezo wa kusimama tena, lakini una uwezo gani? Utasimamaje? Kutosikiliza sauti za wale wanakukumbusha ulifeli, kutosikiliza sauti za wale wanakuambia basi utaanguka, kutosikiliza sauti za wale wanaokuambia basi utayaona. Usisikilize hizo sauti, lakini sikiliza sauti inayotoka moyoni mwako inakuambia basi naweza rekebisha hili na inaweza endelea. Kwa hayo ya leo, tuwe na siku iliyobarikiwa, tuwe na asubuhi iliyo njema, tuwe na jioni yenye fanaka na usiku mwema mwanana uliojaa neema na fanaka za Mwenyezi Mungu. Ni mie wako mchungaji Daktari Joseph Meriale. Barikiwa na Mungu awe pamoja nanyi. Asanteni.